Kuna aina ya mapenzi ambayo huja kama bahati mbaya, mapenzi yanayozaliwa mahali ambapo maumivu ni kawaida kuliko faraja. Hii ni hadithi ya Stella Grant na Will Newman. Stella na Will walikutana hospitalini wakiwa na ugonjwa aina moja, ugonjwa wa mapafu usiokuwa na tiba, bali ni njia tu zinazoweza kusaidia kusogeza siku za kuishi. Vinginevyo, tiba halisi ni kubadilishiwa mapafu. Hivyo, walikuwa wakiishi wodini maisha yao yote wakitumia msaada wa mitungi ya oksijeni. Ugonjwa huo unaitwa cystic fibrosis. Stella ni msichana mwenye tabia ya kufuata ratiba. Licha ya hayo yote, moyo wake ni mkubwa na wenye matumaini makubwa. Kwa upande wa Will, ni kijana mtanashati mwenye roho ya msanii, lakini pia mwenye tabia ya kukata tamaa. Will naye ana ugonjwa kama wa Stella, lakini yeye ni toleo baya zaidi kwa maana ana maambukizi pia ya bakteria anayoitwa Bacoderia cepacia, ambao humfanya kuwa tishio kwa wagonjwa wengine wodini kama Stella. Hivyo inamlazimu kuishi mbali kidogo na wenzake kama 6 hivi kutokea vitanda vingine pale wodini. Wanapaswa kudumisha umbali wa 6 kati yao, si kwa sababu ya heshima, bali kwa sababu ya uhai wao. Lakini moyo haujui umbali wala haupimi mapenzi mafuti bana. Kadri siku zinavyosonga, Stella na Will wanavuka mipaka ya hospitali kimawazo. Wanacheka pamoja, wanacheza na wanapigana kwa kurushiana vidonge, na hivyo polepole mapenzi yanaanza kuchanua. Will anajifunza kuishi tena kupitia Stella. Anaanza kufuata ratiba ya matibabu, si kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili ya kumfurahisha msichana anayemweka hai kwa kila tabasamu pale hospitalini. Lakini kama kawaida ya maisha, furaha haikai bila majaribu. Rafiki wa karibu wa Stella aliyekuwa jirani yake pale wodini anafariki ghafla hospitalini. Kifo hicho kinamvunja moyo vipande vipande Stella anaanza kujiuliza ni nini maana ya kuwa mwangalifu sana na kufuata masharti hayo ya tiba, hali ya kuwa anajua mwisho wake utakuwa ni kama mwenzake tu. Hisia za kukosa matumaini zinamsukuma na kumzonga mwanadada, ambapo siku moja anaamua kutoka hospitalini usiku. Anamwambia Will, kisha Will anaamua kutoka naye. Wanatembea wakiwa na kifaa cha oksijeni mkononi, wakitembea mahali ambako mwanadada alipotamani kwenda na alipokuwa amepakumbuka kwenda pia. Na kwa mara ya kwanza hawajisikii kama wagonjwa, wanajiona binadamu huru kupita maelezo. Kwa hakika ukiwa na afya njema, usisahau kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hisia zinavuka mipaka, ambapo wanajikuta wakipata makesi licha ya hatari kubwa ingeweza chochea ugonjwa wa mwanadada Stella, kama na yeye angeambukizwa bakteria aliyokuwa nao Will. Kwa kifupi, mwanadada ni kama alikuwa akajikataa tamaa ya kuishi. Siku chache baadaye, Stella anapata taarifa ya kupatikana kwa mapafu na anakubali kufanyiwa upasuaji wa kupandikiziwa mapafu mapya. Operation inakwenda poa kabisa na unakuwa ni mwanzo wake mpya. Lakini Will anajua kwa hakika yeye atakuwa ni hatari tena kwa Stella, kwa maana bakteria aliyokuwa nao anaweza kumwambukiza. Hivyo anaona kuwa mapenzi yao sasa yanahitaji maamuzi magumu. Usiku mmoja, Will anampigia simu Stella akiwa umbali kidogo, anamuaga. Anamwambia kuwa hataki kumpoteza wala asingependa kumwona akiingia kwenye hatari tena. Ni tukio la maumivu sana kutengana na mtu ambaye bado anampenda, tena bila sababu inayowagombanisha. Wachache wamepitia na unaweza kutoa ushuhuda hapo kwenye comment. Will anampa Stella kitabu cha michoro alichomfanyia kilichojaa kumbukumbu za kila siku aliyoweza kuishi pamoja. Anamsihi Stella akae mbali na uwe ni mwanzo bora kwake. Pia anamwomba asiwe hata anakuja mazingira ya karibu naye, ili iwe rahisi na yeye kumsahau kama itawezekana. Na huo ndo mwisho wa simulizi yetu. Naomba comment ya maoni yako kuwa unahisi wangefanya maamuzi gani kulinda penzi lao licha ya hatari hiyo, lakini pia usisahau kushare, kulike, kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupokea kila simulizi kali nitayoachia. See you again, inshallah. Tribe of Noise Music.